Kuna wanawake wengi sana wanaishi na maswali mazito moyoni bila majibu. Kwamba nini kinasababisha mtoto kufia tumboni? Unapobeba ujauzito, kuna mambo yanaonekana sawa, lakini ndani kuna mabadiliko yanayotokea kimya kimya bila dalili za wazi. Video hii ni muhimu sana kwa kila mwanamke mwenye ujauzito au anayepanga kupata mtoto, kwa sababu taarifa nitakazokueleza leo zinaweza kukusaidia kuelewa hatari zinazoweza kujificha bila kutambulika mapema. Tafadhali usiondoke hata dakika moja, kwa sababu taarifa hizi zinaweza kukuokoa wewe au mtu unayemjali. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama. Pia tuna bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia mifumo tofauti ya mwili, ikiwemo mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa misuli, mfumo wa mifupa, mfumo wa neva na mifumo mingine yote, kwa kuzingatia taratibu za kisayansi. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113 na kama unavyoona zinapita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana ubonyeze neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Moja ya changamoto kubwa sana ni kwamba kufa kwa mtoto tumboni mara nyingi hutokea bila maumivu makali au dalili zinazoonekana wazi mapema. Mwanamke anaweza kuendelea na shughuli zake za kawaida bila kujua kuwa kuna mabadiliko ya kibiolojia yanayoashiria hatari kubwa. Kutokujua dalili hizi mapema kunaweza kuchelewesha hatua muhimu za kitabibu. Kama taarifa hizi zinafungua macho yako, tafadhali endelea kubaki kwenye video hii hadi mwisho, kwa sababu bado kuna ujumbe muhimu wa kukusaidia kuelewa hatua za kujilinda kielimu. Sababu ya kwanza, hitilafu za kijenetiki kwenye chembe za urithi za mtoto ni mojawapo ya sababu zinazothibitishwa sana kisayansi. Tafiti za biolojia ya uzazi zinaonyesha kuwa wakati wa muunganiko wa yai na mbegu kunaweza kutokea mgawanyiko usio sahihi wa kromozomi. Hali hii husababisha mtoto kuanza ukuaji akiwa na taarifa za kimaumbile zisizo kamili. Kadri seli zinavyoendelea kugawanyika, hitilafu hizo huathiri ukuaji wa viungo muhimu kama ubongo, moyo na mapafu. Mwili wa mama hutambua kuwa ukuaji huo hauendani na mifumo ya kawaida ya maisha ya binadamu, na hivyo ujauzito hushindwa kuendelea. Sababu ya pili. Matatizo ya kondo la nyuma ni sababu kubwa inayotajwa kwenye tafiti nyingi za kitabibu. Kondo la nyuma lina jukumu la kusafirisha hewa, virutubisho na homoni kati ya mama na mtoto. Tafiti za fiziolojia zinaonyesha kuwa endapo kondo halijashikamana vizuri kwenye mfuko wa uzazi au mishipa yake ikaziba, mtoto hukosa mahitaji muhimu ya kuendelea kuishi. Upungufu huu huathiri moja kwa moja seli za mtoto na kuzuia ukuaji wa kawaida. Sababu ya tatu. Mzunguko hafifu wa damu kwa mama una athari kubwa kwa ujauzito. Tafiti za mfumo wa mishipa zinaeleza kuwa damu inaposhindwa kufika kwa wingi unaohitajika kwenye mfuko wa uzazi, usafirishaji wa oksijeni na virutubisho hupungua. Mtoto hutegemea kabisa damu ya mama kwa uhai wake. Upungufu wa muda mrefu huanza kuathiri seli za mtoto hatua kwa hatua bila dalili za haraka kwa mama. Sababu ya nne. Maambukizi ya ndani ya mwili wa mama yanaweza kuathiri ujauzito bila kuonyesha dalili kali. Tafiti za microbiology zinaonyesha kuwa baadhi ya bakteria na virusi huweza kuvuka mpaka wa kondo la nyuma na kuingia kwenye mazingira ya mtoto. Maambukizi haya husababisha mwili wa mama kuamsha mfumo wa kinga ambao huleta mabadiliko ya kemikali ndani ya mfuko wa uzazi yasiyofaa kwa ukuaji wa mtoto. Sababu ya tano. Mabadiliko yasiyo ya kawaida ya homoni za ujauzito yana mchango mkubwa katika hatari ya mtoto kufia tumboni. Tafiti za endocrinology zinaonyesha kuwa homoni kama progesteroni zina jukumu la kulinda mfuko wa uzazi na kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mtoto. Endapo kiwango chake kitapungua au kuvurugika mapema, kuta za mfuko wa uzazi hushindwa kuendelea kuhimili ujauzito ipasavyo. Sababu ya sita.
Msongo wa mawazo wa muda mrefu huathiri mifumo mingi ya mwili kwa pamoja. Tafiti za neurobiology zinaeleza kuwa msongo huongeza utolewaji wa homoni za mkazo ambazo huathiri mishipa ya damu na usawa wa homoni za uzazi. Mabadiliko haya yanaweza kupunguza mtiririko wa damu kwenye mfuko wa uzazi na kubadilisha mazingira ya ndani kwa namna isiyofaa kwa mtoto. Sababu ya 7. Upungufu wa virutubisho muhimu mwilini mwa mama ni sababu inayothibitishwa na tafiti za lishe ya uzazi. Madini na vitamini kama folate, chuma na iodini ni muhimu kwa mgawanyiko wa seli na uundaji wa viungo vya mtoto. Endapo ufyonzwaji wa virutubisho utakuwa duni, seli za mtoto hushindwa kujijenga kikamilifu na ukuaji wake hupungua hatua kwa hatua. Sababu ya 8. Magonjwa ya muda mrefu yasiyodhibitiwa vizuri yana athari kubwa kwa ujauzito. Tafiti za kitabibu zinaonyesha kuwa mabadiliko ya sukari mwilini au shinikizo la damu huathiri mishipa midogo inayolisha kondo la nyuma. Mishipa inapopata uharibifu, uwezo wa kusafirisha mahitaji ya mtoto hupungua na hatari huongezeka. Sababu ya 9. Matatizo ya mfumo wa kinga ya mwili yanaweza kusababisha mwili wa mama kutotambua ujauzito kama sehemu ya mwili wake. Tafiti za immunology zinaeleza kuwa wakati mwingine kinga ya mwili hushambulia tishu za kondo la nyuma au mfuko wa uzazi kana kwamba ni kitu cha kigeni. Hali hii huathiri moja kwa moja usalama wa mtoto tumboni. Sababu ya 10. Mabadiliko ya kimaumbile ya mfuko wa uzazi yanaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Tafiti za anatomia zinaonyesha kuwa umbo lisilo la kawaida au kovu la ndani linaweza kupunguza nafasi ya mtoto kukua kwa mpangilio sahihi. Hali hii huathiri mtiririko wa damu na nafasi ya kondo la nyuma kushikamana ipasavyo. Sababu ya 11. Mfiduo wa kemikali hatarishi kutoka mazingira ni sababu inayozidi kuthibitishwa na tafiti za afya ya mazingira. Baadhi ya kemikali huingilia kazi za homoni au mgawanyiko wa seli. Endapo mama atakuwa kwenye mazingira yenye kemikali hizo kwa muda mrefu, huathiri moja kwa moja maendeleo ya mtoto tumboni. Sababu ya 12. Maambukizi ya mfumo wa mkojo yasiyotambuliwa mapema yanaweza kuenea na kuathiri ujauzito. Tafiti zinaonyesha kuwa maambukizi haya huongeza uchochezi mwilini ambao hubadilisha mazingira ya mfuko wa uzazi na kuathiri kondo la nyuma. Sababu ya 13. Matumizi ya dawa bila ushauri wa kitaalamu ni hatari kubwa wakati wa ujauzito. Tafiti za pharmacology zinaeleza kuwa baadhi ya dawa huathiri mgawanyiko wa seli na ukuaji wa tishu. Dawa zinapovuka kondo la nyuma huathiri moja kwa moja mtoto ambaye bado hana mifumo ya kujilinda. Sababu ya 14. Umri wa mama una mchango katika ubora wa mayai. Tafiti za biolojia ya uzazi zinaonyesha kuwa kadri umri unavyoongezeka, uwezekano wa hitilafu za kromosomu huongezeka. Hali hii huathiri mwanzo wa ukuaji wa mtoto na huongeza hatari ya ujauzito kushindwa kuendelea. Sababu ya 15. Upungufu wa oksijeni kwa muda mrefu huathiri sana ukuaji wa mtoto. Tafiti za fiziolojia zinaonyesha kuwa oksijeni ni muhimu kwa uzalishaji wa nishati ndani ya seli. Endapo mtoto hatapata oksijeni ya kutosha, seli zake hushindwa kufanya kazi zake za kawaida na ukuaji husimama polepole. Ni muhimu kukumbuka kuwa kufa kwa mtoto tumboni mara nyingi husababishwa na mchanganyiko wa sababu za kibiolojia na si kosa la mama. Uelewa wa mifumo ya mwili na mabadiliko yake ni hatua ya kwanza ya kujilinda. Kutokwa na damu ukiwa mjamzito ni ujumbe wa mwili unaohitaji kueleweka. Sababu zake ni nyingi, na nyingi zina msingi wa kibiolojia na utafiti wa kisayansi. Kuelewa mapema kunasaidia kuchukua hatua salama. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake, ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapoupload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748
294113 pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.